nikiwa kavulana kama miaka 9 hivi wanakadiria. Wakati huo baba, huo uchawi baba ulimgharimu baba yangu kutokuweko nyumbani. Maana kanuni ya uchawi kama huo ulicho ubinhemba Kisukuma. Kwa hiyo lazima ukakae kwa baba kudisciple. Mchawi mkubwa unakaa kwake, unafanya kazi miaka. Alifanya kazi baba yangu zaidi ya miaka 10, hayuko nyumbani, hajarudi, anatumikia ili afike level hiyo. Wangwaha nangu waya ametumikia miaka hiyo yote, hayupo, niko na mama. Mama akasema twende kwa babu yako tukamsalimie. Huyu babu mza mama alikuwa haelewi nani ameua watoto wake. Tukafika kwa babu. Tulipofika kwa babu tukakaa kama wiki 1-2. Siku tunaondoka, tumetembea kama hatua 20. Babu akatoka ndani ya nyumba, akasimama mlangoni, akamuita mama yangu, alikuwa anaitwa Nyamizi. Nyamizi, rudi hapa. Akaja, mimi nikasimama pale, nina kasuti kangu mama ameninunulia kazuri, nikaputura na kashati shilingi 2. Sasa ningesema shilingi 2 hapa wengine wataona vituko. Ndio muelewe, shilingi 2. Nina raha kapya, tunarudi kwetu. Babu akasema njoo hapa, karudi. Mimi nimekaa pale na ruka. Babu mbele ya macho yangu anamwambia mama, muache mjukuu wangu hapa. Mama akashtuka, akasema baba yake hayupo. Atakaporudi, kama unamtaka mjukuu wako utatuambia, tutamleta. Babu nasikiliza hivi ni scenario, akasema utamwacha leo. Mama kadua, babu akaingia ndani, na angalia hivi, alipotoka tu nje mama akapotea mpaka leo. Ana ninapokuambia mimi nisingeokoka, kanisa lingekuwa limeharibika namna hii. Hamnielewi. Akatoweka mama, nikakaa na mchawi, nikatumikia uchawi mimi na kuroga. Huwa siyasemi, nimefanya kazi nyingi. Hakuna wakuja kunichukua upande wa baba yangu. Baba hayupo, amekwenda kutafuta uchawi. Wanaogopa, ukikutana yule mzee unaondoka. Na alitaka kunitoa kafara, ikashindikana.